vyombo jikoni vichafu. Chai hatujakunywa. Hatujui mchana tunakula nini. Wewe gubi mishuka kuanzia mguuni mpaka kichwani. Una matatizo gani? Unajua mimi nimeshajikatia tamaa. Kiasi kwamba yani najikuta nimekubali kwamba mimi haya ndo maisha yangu. Huenda Mungu ameniandikia mimi nitaishi hivi. Unajua sio kila mtu ameandikiwa aishi kwa starehe, kwa raha, kwa amani. Ile tuwe fundisho mfano kwa wengine. Sitaki kuongea sana basi nikaonekana na mkufuru Mungu. Sweetie, unituma kote kitandani. Sasa unataka mimi ninunue mtu ambaye hawezi kunitoa kitandani? Nisikilize. Kama wewe umechoka au kama wewe hauiwezi kazi, niache. Nina uwezo kumchukua mtu mwingine na kaniizisha zaidi ya wewe. Same? Usifanye hivyo, tafadhali. Nanilia penzi langu kwako. Unanichanganya. Mbona mtoto una roho mbaya wewe? Hivi ubinafsi wako wewe utaisha lini? Siku zote si unalala naye? Alishawahi kukujeruhi? Au unajiamulia tu kwamba popote tu unaweza kulala? Sasa kwani usilale hapa chini? Umeenda kujilaza hapa kwenye makochi. To your eyes, naona mapendo yako moyoni, nina wasiwasi, ni vipi nitakuwa wako wakati hautupi chance. Shida familia yako, si wa taksi mi wa mwendo kasi, nadhani sio ahadi yako. Ndio maana mimi natulizana na maana ina maana kupigana vita ambayo najua sitashinda. Ndio maana mimi natulizana na maana ina maana. Ndio nini sasa hivi? Umeondoka ndani, mimi nataka nikuhug nipate kiseta kidogo, unakimbia kweli? Na hicho ndio kitu ambacho mimi kimenifanya nianze. Kwa sababu wewe ni mule nyumbani, kwa mfano mama tutokea ataona anafanya kitu kama hivyo, wananichukuliaje? Lakini usingenikwepa vile, mimi nimejisikia vibaya basi. Folo. Niko hapa, unaweza kufanya chochote ambacho unanisikia. Lakini uko sahihi, usijisikie vibaya. Unajua kama kikukuta tunafanya hivyo atakuchukulia tofauti. Kwa hiyo nimekuelewa. Okay, unaweza kuni habi sasa. Fanya chochote. Umekuja? Nilijua utaweza kunikisi. Nilikunywa ndio. Mapema sana, kwa nini? Sio mbaya. Mimi naona nikuache. Unajua nimegundua Mona Lisa ana kidonda kikubwa sana mkononi. Yaani kiukweli nimewaza sana. Na nashindwa kujua kwamba nitatumia njia gani kwa ajili ya kumsaidia. Na natamani sana kumsaidia. Lakini sijui nitamsaidiaje kutokana na mazingira ambayo anaishi. Kuna muda natamani nimtoe pale kwao, nimpeleke mahali nyingine akaishi. Lakini haiwezekani Jose. Yule mama itakuwaje? Basi natamani hata nifanye namna yoyote ya kumsaidia kidonda chake, hata kumpeleka hospitali, lakini pia bado mazingira yake hayaruhusu. Yaani mimi sijui nafanyaje Jose. Inaniumiza sana hii hali. Inaniumiza. Yaani namuona mtu anaumia
anapata tabu na ninao uwezo wa kumsaidia, lakini mazingira yananibana Jose. Pole sana, hata mimi nimeniuma sana hilo. Lakini wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kumsaidia Mona Lisa. Mimi ninavyoona kabisa ile familia, sidhani kama kuna mtu anajali kuhusu Mona Lisa. Pengine unakuta anatumikishwa tu mikazi wakati ana kidonda. Alafu kumbuka ndio sababu ya matatizo ya Mona Lisa. Ile siku ya ndoa wewe ukamchagua Mona Lisa, na ndio mwanzo wa kutengeneza mgogoro kwenye ile familia. Sasa ukimwacha tena unafikiri kuna mtu ambaye anaweza kumsaidia? Hem, jaribu kutafakari leo kaka, umsaidie Mona Lisa. Mtoe kwenye matatizo kaka. Jose, yani usifikiri kwamba mimi sitamani kufanya hivyo. Na nimetoka kukwambia hapa, natamani hata kumuhamisha pale kwao. Unafikiri kwamba hili linanipendeza? Kibaya ni mazingira ambayo anaishi. Yaani nahisi nikifanya hivi, hata kwenda kumchukua tu kumpeleka hospitali, ninaweza nikamwongezea matatizo makubwa, ikawa bora kidonda alichonacho. Yaani mimi nifanyaje Jose? Juli, wewe ni mwanaume. Angalia namna yoyote ya kufanya ili Mona Lisa aondokane na matatizo. Angalia basi anaumwa sana, ana jeraha kubwa. Tumia hata njia yoyote basi ya kumwambia bana, nataka tukutane sehemu fulani, mimi nikupeleka hospitali ukapata huduma. Anaweza akakuelewa kwa sababu yeye anaelewa situation yake ipoje. Pengine anapitia maumivu, yeye anashindwa kusema kwa sababu hamna hata mtu wa kumsaidia. Hata akimuelezea matatizo yake ni sawa na bure tu. Kwa hiyo ndio mtu sahihi ambaye unaweza kaamua sasa Mona Lisa na mweka huru basi, hata apone basi. Hata kama atapitia maisha magumu basi ile hali basi aondokane nayo ya kidonda, apone. Mimi Juli nakuaminia kaka. Mfikiria basi hilo. Na mimi nitaungana na wewe Juli basi. Hata kama kuna ugumu wote kutokana na kumsaidia Mona Lisa, na mimi nitatumika kwa kama msaada. Tutashiriki kumsaidia Mona Lisa kwa sababu mimi hali inaniuma sana. Juli, mimi nakuaminia kaka. Fanya lolote basi Mona Lisa apone. Mona Lisa. Wapi tena nashuka? Nenda kulala sebuleni. Iti kulala sebuleni. Mwacha masiala. Pana hapa ulale. Tokeni kulala sebuleni wewe. Alafu angalia hali yako, bado hujapona vizuri. Pale kuna umbo wa kutosha, kuna baridi. Alafu unaumwa, hali yako hujakaa poa, afu unasema kalale pale. Panda kitandani ulale. Sina amani ya kulala kwenye hiki chumba pia. Huyo ndugu yako anaweza taka nichoma kisu cha kolomeo usiku. Kwanza tu usingizi wangu wenyewe utakuwa mangamngam. Yaani kama ananiwinda sasa hivi. Kwa hiyo najitahidi tu kujiweka naye mbali. Hebu siwe hivyo. Mambo mengine acha yapite bana. We lala tu. Panda ulale hapa, hamna kwenda kulala sebuleni. Alale wapi? Nenda kalale huko. Ulale wapi? Mbona mlazimisha mtu alale hapa? Kwani kuna shida gani? Sasa nimwambia lale tu hapo. Kwani kwa nini analala sebuleni sasa? Mbona kila siku tunalala naye? Hapa kitandani kwako? Nenda wewe. Nenda bana. Sweetie, hebu kuwa na huruma basi. Mwenzie bado hali yake haijakaa poa. Alafu pale sebuleni sio salama mwenzio. Yaani kwa hii tabia yako hii, nakwambia, huna mzalau leo. Ipo siku atakuja kukuangusha. Atakudondosha wewe, utalalia pua. Wewe Plina wewe, upo usingizini au? Unaonekana umekaa hapo lakini wewe upo usingizini na unaota ile. Nikuhakikishie Plina, kwenye maisha yangu hakuna mtu yoyote anaweza kuniangusha mimi. Sio kifedha, sio kivyovyote vile.
naweza kumchukua hata mume wa mtu. Umeamkaje? Salama tu, sijui wewe. Mi niko poa kabisa, nimeamka shwari, niko fit. Na hata hivyo nilijua tu tutachelewa kuamka. Kuja pale nikakuangalia nikasema huyu hamki sasa hivi. Kwa hiyo nimefanya kila kitu. Wewe unasema kweli? Yaani usafi wote, kila kitu kiko poa. Kwa hiyo hapo wende tukaoge labda, alafu kwa hiyo pumzike. Cha msingi usofie chochote kile kwa sababu hakuna mtu aliyeniona. Nimeamka mapema kabisa. Toto melala nikafanya zangu usafi nikamaliza. Asante Prina, yaani umejua kweli kuniokoa. Maana hapa nilipo nahisi kizunguzungu hatari. Hichi kidonda sijui kimeniletea homa, najisikia vibaya. Ila hapa nilikuwa nakuja kujiandaa nikafanya shughuli zangu, maana sina namna, sina msaidizi. Lakini asante. Umekuwa na moyo wa kipekee sana. Mara ya kwanza wakati nakuona upo karibu na Sweety, nilijua tabia zenu, mioyo yenu na kila kitu mnafanana. Lakini baada ya kukujua vizuri wewe, nikagundua kumbe uko tofauti kabisa. Kweli usikijaji kitabu kwa cover la nje. Usijali, pole sana kwa sababu naelewa kwa hali ulionayo hauwezi kufanya hizi kazi. Niko na vyema tu bora nijiongeze kidogo nikusaidie. Na hata hivyo wewe unakana unywe dawa vizuri. Unakunywa dawa kweli wewe? Dawa nakunywa ila za maumivu zimeniishia. Usijali, mimi tunakununulia zingine. Sawa. Haya, kaa kidogo basi. Nimejifunza vitu vingi sana Julie, na sikuwahi kukujua toka utoke South Africa, ila mimi nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwako na sikuwahi kuvifahamu. Lakini kadri tunavyoendelea kuishi mimi na wewe, nimetambua kuwa wewe una moyo wa huruma sana, una ucheshi ndani yako. Ingawa kuna makosa madogo madogo tunakwaruzana, mimi nachukulia kawaida tu, ni kama sehemu ya binadamu. Kukwaruzana ni kawaida, ila kumbe wewe ni mtu muhimu sana, na hata familia yako inakutegemea sana kaka. Kama umeweza kutambua maumivu ya mwenzio, sio kila mtu anaweza kufanya hivyo, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kuangalia kwa jicho jema, lakini ukifunua macho yake ya ndani unaona ni sumu kubwa sana ambayo ukipewa haudumu hata kwa sekunde 2. Lakini wewe Julie, umekuwa mtu wa kujali, umekuwa mtu wa kubeba majukumu, shida, changamoto za mtu mwingine.
Nimevutiwa sana na hivyo vitu ambavyo unavifanya. Kuna watu sio ndugu zako, lakini unaumia kwa sababu yao. Unabadilisha mfumo wa maisha yako kwa sababu ya maisha ya mtu mwingine, na hicho kitu sio kila mtu anaweza akakifanya. Nashukuru Mungu kwa kunikutanisha na Juli. Nakuombea kwa Mwenyezi Mungu, Juli, endelea kuwa na huo moyo. Mimi na mjomba tunakupenda sana Juli. Jose, umeongea vitu vingi sana Jose, lakini nataka utambue kitu kimoja Jose. Huo moyo wa huruma ambao unauzungumzia nimejifunza kutoka kwako. Umekuwa na mimi katika mazingira tofauti tofauti Jose. Licha ya kuwa mkorofi, kuna muda na kuzingua, lakini bado ulikuwa na mimi katika changamoto zangu. Kwa hiyo nimejifunza moyo mzuri kutoka kwako, na nitaendelea kujifunza na kukuona wewe kama darasa langu. Tuko pamoja ndugu yangu. Tusitupane kaka. Nivumilie kwenye changamoto zangu zote, shida ambazo nakuwa nakupitisha. Usinichoke. Asante sana, usijali kaka. Na hata mimi nafurahi sana kusikia hivyo. Haina no. Jiandae sasa kaka, maana tayari pameshakuja tayari. Sawa sawa. Baba. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Asante. Karibu mwanangu. Samani. Karibu samani. Sweetie, jisikie huru. Hapa ni nyumbani kwenu. Asante babangu. Juli sijui nimemkuta. Nilitaka nimsalimie pia kwa kuwa niko hapa. Sawa, Juli anajiandaa yuko chumbani. Na sio muda mrefu atatoka hapa sebuleni. Mwanangu sweet. Mimi nilikuwa natoka. Kwa hiyo nitakuacha tumzungumze na Juli. Na kingine tu nikwambie mwanangu, huyu Juli ni wa kwako, wala usio na papara naye, ni wa kwako. Sawa sawa Na swala lenu la ndoa litenda vizuri tu. Nimejipanga kwa hilo. Shukrani sana babangu. Pia asante kwa kunitoa hofu, lakini mpaka sasa hivi nimejikuta nina furaha sana. Kwa hiyo nashukuru kwa kila kitu. Sawa, ondoa shaka. Nafikiri nilikuahidi mwanzo kwamba Juli lazima koe, kwa sababu mimi ndo baba yake na nilikuwa najua nini anachokipitia. Unajua furaha yenu nyinyi ni furaha yangu pia. Basi sweet, ngoja nikuache niwahi kazini mara moja, sawa? Sawa babangu, amna shida. Nitakuwepo kwa muda kadhaa, nitaondoka. Sawa. Basi tutaendelea kuonana. Sasa usiache kuja tena siku nyingine. Utakuwa unaniona baba, wala sio mara ya kwanza wala mara ya mwisho. Okay. Karibu sana. Asante. Haya, basi msubiri Juli anaondoka. Mke
chokoleti vizuri, yaani kama chokoleti. Unanifurahisha kweli. Yaani kama chokoleti, babrish, yaani tamani hata ni alambe. Mafuta ni mazuri. Kipaka aina haja ya kujipulizia spray. Yenyewe tu ana harufu nzuri. Lakini haya sio yale ya kujinani, sio yale ya kujichubua. Hapana. Hii sinaona kabisa kwa bata. Ndio shingapi? 15,000 tu. 15,000 sio kiloba cha mchele hicho. Kwani kupaka taratibu saa. Taratibu ku? Saa. Kwani wewe ulikuwa unapaka mafuta gani? Baby kia mafuta ya nazi. Haya bana, sasa utakuwa unapaka. Nitakuashia unapaka. Jamani. Sijazoea hivi vitu mimi. Mona Lisa, mimi mara kwanza kabisa kupenda, yaani nilijikuta namwaza sana yule mwanaume, kila wakati namfikiria, akaziteka kabisa hisia zangu kiasi kwamba kafika hatua hadi tukaishi naye, na nilimpenda sana na nilimwamini kwa sababu ndo mwanaume ambaye nilimchagua mwanaume wa maisha yangu. Nilikaa naye marengo, lakini basi tu na kuona hata wewe moyo wako tayari ushapenda na unampenda Julie. Amna, yaani mimi namwazaje? Yule si ni mchumba wa mdogo wangu. Sio mchumba tu, ni mume mtarajiwa wa Sweet. Mimi sasa nampendaje? Sijui na vitu gani tena hivyo nataka kuleta bana wewe. Unasema tu. Hivi unajua moyo ukipenda wewe, yaani haijalishi ni maskini, ni tajiri, sijui mrefu, mfupi, haijalishi hata rangi yake. Haijalishi ni mwanaume wa dada yako, wa mdogo wako, sio wa mami yako, haijalishi. Moyo ukishapenda, yaani ndo tayari na huwezi kuzuia. Kwa hiyo hata ukinidanganya haisaidii chochote. Lakini mimi sijapenda. Mimi navyokuona tu naelewa kabisa. Na hata hivyo mimi sioni haja ya kuendelea kuficha ficha. Nampenda mtu mwenye mbaya vile, ni mimi hata sijai kuvutiwa naye kwa kweli. Yaani ni mbaya, nimekaa kama kwa sababu hata ukweli ukiuficha ipo siku moja tutajulikana. Na hakuna faida yoyote. Hayo naendana na Sweet huko. Mimi unaenda mimi mwanzo kusini hata shida. Ukiona hata kesho na kwenye harusi ya watu nikienda na kula ubobo anacheza muziki. Yaani mimi sijali. Wazae na watoto huko apate mapacha wapo watajua wenyewe. Unajua, ngoja tu niwe muwazi. Kuna muda nikiwa na Julie nahisi kumchukia, namuona kama yeye ni kikwazo, chanzo cha matatizo kwenye maisha yangu. Yaani kwa maana natamani nikimuona hivi ni mng'ate au ni mlalue. Lakini nisipomuona hata baada ya siku 2 tu namisi. Ninakuwa natamani kuiona sura yake, nimsikie tu hata sauti yake. Leo najisikia nauma, afu kuna muda Sweet akiwa anamuongelea napata hasira. Sasa hiyo ndio maana ya kupenda sasa. Na nikwambie tu, usipingane na moyo wako. Uruhusu ufanye vile unataka. Usizuie kabisa. Sawa? Naomba ufanye hivyo. Sasa mimi sio kwamba nimemaanisha tu kama nimempenda. Ili nionekane nashindania mwanaume na Sweet. Mimi nimesema tu vile najisikia. Sio kwamba nampenda. Taki pesa.
Sasa huyu anafanya nini huko chumbani? Ina maana ajui kama mimi nimekuja au? Lakini mimi ni mwanamke wake mtarajiwa, naweza nikaenda chumbani kumtazama tu. Hawa itakuwa vizuri. Lakini naweza kwenda. Ngoja niende. Una matatizo gani? Unawezaje kuingia chumbani kwangu mimi bila kupiga hodi na bila ruksa yangu mimi? Kama nani wewe? Lakini mimi kwani kuna ubaya gani mimi kuingia ndani kwa mpenzi wangu? Hauoni ubaya, si ndio? Hebu niambie umeingia kama nani hapa? Mimi nimeshakuoa. Tumeshafunga ndoa. Hebu niambie umeingia kama nani? Baby, nilikuwa niko sebleni. Nimekutana na baba, amesema unatoka sio muda mrefu, kwa hiyo nikajaribu kukusubiri, nikaona hutokei. Kwa hiyo nikaona bora niingie tu chumbani. Kwa sababu ulisikia natoka, ukashindwa kunisubiria, ukaona sio vibaya kuingia chumbani kwangu. Ulifikiria wakati unaingia? Ni utamaduni wa wapi ambao unautumia wewe? Au ndio umefundishwa hivyo nyumbani? Nimekusubiri kama nusu saa, nikaona utoki, nikaona niingie tu chumbani. Kwani kuna ubaya gani? Wewe hauoni ubaya hapo? Yaani sasa mimi sina kitu chochote ambacho naweza nikakwambia hapa au nikakusikiliza. Toka nje. Baby. Nimesema toka nje. Si mchumba wako. Mchumba wako nimeshakuoa. Umeshindwa kunisubiri sebleni? Unakujaje chumbani kwangu mimi? Unataka kunitengenezea picha gani mimi kwa mzee wangu? Sweetie, toka nje. Baby. Nimesema toka nje. Baby, mimi nitaka tu nikuone na wewe unione. Nilijua umenimisi. Nimesema toka nje, tutakuja tuongelee sebleni. Baby. Enda. Baby. ya channel ya Donta TV. Bonyeza linki iliyoko kwenye description hapo, itakupeleka moja kwa moja kuenjoy series yetu mpya ya The Chase. Samani, hivi uko shua na Malaika? Kwa jinsi ninavyompenda Malaika, ni maamuzi ya kuvunja sheria zote za vikao vya wanaume. Huyu ni nani mwenye mamlaka ya kuvaa t-shirt niliyokununulia kwa pesa yangu mwenyewe? Ni nani huyu? Nikiulizwa nini nimependa leo, nitasema kiuno. Wewe kaka una mauno. Siku zote nilizomuona Kelvin kwenye maisha yako, alikuja kukuambia na kukuonyesha jinsi gani anakupenda. Here we go again. Nataka ukamshow kama ilivyokuwa nyama kwa nyama, basi leo macho kwa macho. Wewe ni jasiri kiasi gani? By the way, nimefurahi kukufahamu. Bye. Cheli. Bye. Kwaheri. Nyamaza baba! Nimechoka baba! Nimechoka kila siku kukulea kama mtoto mdogo. Endesha ndege na wewe. Unajua tutaonana. Sasa wewe endelea kujitia uchizi hivyo hivyo. Usichoke, sawa baba eh? Mimi niliweka nadhiri ya kumrudisha mwanangu, na hiyo ndio haki ambayo niliipoteza. Natumai kama unafahamu hadithi za wanaharakati hao, mwili wetu hauwezi kudumu milele. Hapana. Furaha ya mtu ni kuwa na uhakika kuwa moyo wako nao. Kitu unanitera kama ukiwa
ukiwa unamtetea Kelvin. Hivi unakumbuka juzi tu hapa nilikusimulia, nilienda kwa birthday ya rafiki yangu, kuna mkaka alikuwa anakata viuno. Unakumbuka hiyo story? Nenda kamfuate nyumbani kwao kamuue, au nikusindikize? Lakini Malaika, hivyo vitu tulipaswa tuzungumze tukiwa wawili. Haki gani? Kwani ulishawahi kudhulumiwa? Ulevi ni kama ugonjwa. Sikuwahi kuwa na maana kabisa ya kuangusha mipango yao. Unajua watu wengi wenye fedha washajaribu kujitoa uhai kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Yapo mengi, ila kubwa, Kelvin, wewe si mtoto wangu.